Kwa mujibu wa dini yetu ya Kiislamu, sheria ya Uislamu haimruhusu Muislamu kumwoa mwanamke Mkristo. Hamna. Katika Qur'ani Suratul Maida wameruhusiwa Waislamu kuoa wanawake ahlul kitabi. Unafahamu neno ahli? Mwambia huyu fulani ni ahli kwa jambo fulani, yani mwenyewe linamhusu. Ahlul kitabi watakuwa ni watu wanaoifahamu Taurati na wanaishi kwa mujibu wa mafunzo ya Taurati, au wanaifahamu Injili na wanaishi kwa mujibu wa mafunzo ya Injili. Taurati na Injili sasa hivi haipo. Sasa hivi kuna Talmud na Bible. Allah hata hiyo Bible haijui. Sasa Mkristo ana Bible na hiyo Bible yake mwenyewe haijui, huyo Mkristo haijui, yupo tu. Sasa huyu ukichukua, unachukua mzigo, atakupelekesha shekhe shoti ya silimu, alafu umboreshe katika imani yake, mkubaliane mwendo mmoja, mnaenda hapo, ndo atafaa umo. Waliruhusiwa masahaba kwa sababu ilikuwa ni njia moja ya dawa. Wakati ule Waislamu walikuwa kwanza wana mazingira magumu, wanawake walikuwa wachache. Halafu dini ilipokuja haikupokelewa vizuri, lakini kulikuwa kuna maeneo mengi ambayo Uislamu uliposhuka yalikuwa yana mazingira rafiki kwa dawa. Wako watu ingawaje makafiri, lakini walikuwa wana imsafu ya kuheshimu mambo ya nasabu. Ukiwaolea wanakujali, huyu shemeji yetu, mkwe wetu, wanakuheshimu kwa sababu ndo umewaolea. Mafahamiana? Sasa Muislamu akiingia kwenye familia akamuoa mwanamke, sharia, kanuni ya maumbile iko pale pale, ar-rijalu qawwamuna ala nisaa. Hata kama dini haikusema, mwanamume ndo controller nyumbani. Ukimchukua huyu mwanamke, madam kitabu chake anakielewa, kikiwa ni Taurati au Injili, hamtokosana katika maongezi, kwa sababu Taurati ni ya Mungu huyo huyo, Injili ni ya Mungu huyo huyo, na Qur'ani yako inatoka kwa Mungu huyo huyo. Mnayo nafasi ya kukaa mkajadili mambo yenu ya kiimani, na lazima atakuelewa. Umemmiliki na utazaa naye watoto, wewe ndo utakuwa baba, utakontrol mkeo na wana. Lakini hiyo wakati huo waliporuhusiwa wanaume wawaoe ahlul kitabi, haikuruhusu wanawake waumini waolewe na wanaume ahlul kitabi. Kwa sababu hiyo mwanamume ndo atakuwa ana nguvu kwa huyu mwanamke, atamzalisha watoto. Nyinyi mmetoa kwenye nasabu zenu mtu ambaye anakwenda kuwazalishia watu kule. Nyinyi ndo mtakuwa wajomba, mtakuwa na nini. Unaona athari yake? Mtasaidia kuzalisha makafiri, watakuja kuwasumbua. Lakini wale walikuwa kwanza, Makureshi mnajua walikuwa wanaua watoto wao wa kike, kwa hiyo walikuwa na upungufu wa wanawake. Hao waliolewa na Makureshi, wanawake hawakuwa huru. Kwa hiyo Waislamu wakenda wakaoa watu wa kitabu, na kwa sababu ya zile dasturi na mila za wakati ule za kuheshimiana kwenye mambo haya ya ukwe, ilikuwa wana excess ya kuieneza ile dini kwenye familia za hao watu wa aina hii. Kwa hiyo waliruhusiwa Waislamu waumini wa wakati ule kuwaoa wanawake wa kitabu. Walikuwa kabla ya kuja Uislamu wanaishi kwa mujibu wa Taurati na mujibu wa Injili. Muislamu akikaa nao hawa, Qur'ani inakubaliana na Taurati na inakubaliana na Injili, hamtosumbuana. Lakini wewe unaenda kumchukua huyu mwenye Bible sasa hivi, haielewi hata Bible yake, Qur'ani yako keshaikataa. Sasa wewe utakaa naye vipi mtu kama huyo? Wameruhusiwa wakati ule Waislamu kuwaoa wanawake ahlul kitabi, sio Wakristo, sio wala sio Mayahudi. Wallahu a'lam. Kwa mujibu wa ufahamu wangu mimi nimefahamu hivyo. Hata katika masomo nizako na kuna mbele na kibali na haya. Sasa ni mambo mwenyewe tu atenge muda afanye riadha,
sio ile ya kukimbia mbio, lakini atenge muda afanye kikao cha kumdhikiri Allah na kumuomba sana msaada, kwa sababu Allah amesema ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'uhu. Kwake Allah maneno yenu mazuri yanafika, anamaanisha dua. Mkimuomba dua zenu azitupi bure, anazipokea. Lakini amali njema ndizo zinazokubali, zinazopandisha dua zenu au maneno yenu mazuri. Atenge muda aseme na Allah, kwa sababu Allah hajaweka kikwazo kwa mja wake yeyote. Ana mawasiliano na kila mtu. Aombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mola wenu kasema au anasema, niombeni mie huwa ninajibu maombi yenu. Wale ambao wanafanya kibri, wana shida lakini hawataki kunikabili kuniomba, wataingia kwenye jahannama wakiwa dhalili. Allah anapenda kuombwa na waja wake na hajamwekea kikwazo yote, na wala si lazima uwe na wasita umwambie fulani ya kuombee. Mwenyewe tengeneza mazingira ya usafi wako, swali, mkabili Allah, umuombe shida zako. Mambo mengine yanatokana tu na mambo haya ya figisu za kijicho, hasadi na mambo mengine ya kawaida. Kwa hiyo dawa yake inakuwa ni hivyo, adhkari na dua. Wallahu a'lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.